Natoa majibu kwa wale wanaopenda kuniuliza maswali ya kwamba na wajuaje wachawi au na waonaje wachawi. Naomba mtege sikio mnisikilize vizuri kwa umakini, kwa sababu maswali ya ujinga kama hayo wanaopenda kuniuliza ni wachawi. Wanaopenda kuniuliza ni wa Freemason na Illuminati. Wanaopenda kuniuliza maswali hao ni waganga wa kienyeji, wengine ni washirikina. Sasa kwa siku ya leo nimeona ni wajibu hata na wale wengine hawajaniuliza wajue. Mimi Prophet James Ndayishimiye siogopi kusema ukweli. Yoyote mchawi mahala alipo, yoyote Freemason na Illuminati, yoyote mganga wa kienyeji mahala alipo, amewekewa chapa la mnyama, na hiyo chapa ya mnyama ni chapa ya chui, mnyama unaoitwa chui. Sasa mimi nikiwatazama wanaotumia nguvu za giza na waona kwa sura ya chui, ndio maana nawatambua, iwe mchana iwe usiku, kwa sababu nawaona ni mnyama. Nawaona na meno yao na kucha zao, ndio maana wako tayari kula mtu, kwa sababu wamegeuzwa chui, na chui hana huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa enyi wachawi, enyi waganga wa kienyeji, enyi wa Freemason na Illuminati, msidanganywe ya kwamba hamuonu na watu. Wengine tunawaona tu tunanyamaza. Na hatunyamazi kwa sababu tunawaogopa, kwa sababu ninyi ni wajinga wapumbavu waliochanganyikiwa, hamna akili, kwa sababu mmepotoshwa na huo mnyama wa chui. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona leo ni wajibu munaonwa na watu, kwa sababu wachawi wanavyojigeuza, wao hawaambiwi ya kwamba wataonwa na watu. Wao wanadanganywa ya kwamba wao wana nguvu za kutawala kila kitu, za kufika kila mahali, hawataonwa na watu paka wale wako wanaoshirikiana. Wanadanganyana vile vile wakiwa wanafanya mikutano yao. Lakini mimi Prophet James Ndayishimiye nawaona kwa sura ya chui. Ndio maana nawasema, ndio maana watambua. Hamuwezi kujificha, hata mjipambe kivipi, hata mvae mavazi ya bei, mtie makeup, mfanye vyovyote mnavyotaka, mimi nitaendelea kuwaona kwa sura ya chui. Hata mjigeuze paka, paka itaonekana kama chui vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa siku ya leo nataka niwapatie maandiko matakatifu. Naomba uchukue kalamu mahali ulipo na Biblia. Tutasoma Agano la Kale na Agano Jipya. Mimi sitosoma sana, naomba uwe mahali ulipo usome. Tutasoma kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema hivi: kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 8. Mtanisamee bure, na kama ya ndege. Sasa mnaona hata Danieli ameona, yeye ameona kwa njozi, lakini mimi naona physically, naona uso kwa uso. Kuna wanaoonyeshwa kwa ndoto. Sasa mimi Prophet James Ndayishimiye sionyeshwi kwa ndoto, naona macho kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukisoma Agano Jipya, Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 2, ukisoma nasema hivi, kichwa ya maneno, mnyama wa kwanza: kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mstari wa 2 unasema hivi: na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Wachawi wote mahali walipo dunia nzima, waganga wa kienyeji, washirikina, mnisikia vizuri, wa Freemason wa Illuminati, sura yao ni ya chui, yani mfano wa chui. Mimi nawaona, ndio maana siwaogopi.
kwa sababu mmeshapotoka. Nitaendelea kutoboa siri zenu. Mnavyonivamia mimi, ndo Mungu wangu anazidi kunifichulia siri zenu. Mnavyonivamia, na mimi ndo nitaendelea kutoboa siri zenu. Sasa tutaona mshindi ni nani kati yenu na mimi. Haya ndo nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Lazima mpate majibu sahihi. Wachawi mahali mlipo, mnaonwa. Mjigeuza, mjifiche, mfanye nini, mnaonwa. Lakini hamuonwi na kila mtu. Mnaonwa na yule aliyebarikiwa na macho ya kiroho. Kama mimi hapa Prophet James Ndaishimie.